Kama ni mwanaume alipangiliwa kwamba asizae na hatimaye kazaa, hii ni neema ambayo umeipata baada ya kuokoka. Bwana Yesu atusaidie, Bwana Yesu atuhurumie. Bwana Yesu atuhurumie sana, na Bwana Yesu atusaidie. Lakini swala linakuja tena, ni kwamba baada ya kwamba umeuzoelea wokovu, baada ya kwamba umeona ni sawa kubaki katika ule wokovu katika hali ya kawaida, ukaiacha kusikiliza sauti ya Mungu, ukaacha kusikiliza Mungu anasema nini na maisha yako, Mungu anakuelekeza nini kwa habari ya kazi yake, Mungu amekuonya nini, umeacha hivyo vyote. Zipo neno la Mungu linatuambia, neno la Mungu linatuambia katika Kumbukumbu la Torati 28 ule mstari wa 45. Ule mstari wa 45, kwa yule ambaye ameiasi ile njia, alipewa njia njema, njia nzuri, njia ambayo kwa hiyo ingemsaidia afike pale ambapo anatakiwa afike. Bwana Yesu atuhurumie. Neno la Mungu linasema, na laana hizi zote zitakuijilia juu yako, zitakuandama na kukupata hata uangamizwe, kwa kuwa hukuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, kushika maagizo yake na amri zake alizokuagiza. Ukishuka katika mstari wa 52, neno la Mungu linasema, naye atakuhusuru katika malango yako yote. Huyo adui atakuhusuru katika malango yako yote, hata kuta zako ndefu zenye maboma, mahali ambapo ulikuwa una fahari. Baada ya kuokoka ulitakiwa uishi maisha ya kifahari na biashara zako zilistawi, ndizo kuta zako zitabomolewa, zitaangushwa. Anaendelea kusema, katika nchi yako yote kila upande, naye atakuhusuru katika malango yako kila upande, katika nchi yako yote aliyokupa Bwana Mungu wako. Nawe utakula uzao wa tumbo lako mwenyewe, nyama ya watoto wako na binti zako aliyokupa Bwana Mungu wako, katika mazingira na katika mkazo utakaokazwa na adui zako. Mtu mume kati yenu aliye mwororo na laini, jicho lake litakuwa ovu juu ya nduguye, na juu ya mke wa kifuani mwake, na juu ya masalia ya wanawe waliosalia naye, hata asitake wao mmoja wapo apewe katika nyama ya wanawe atakaowala, kwa kuwa hana kitu kilichomsalia kwake. Katika mazingira na mkazo utakaokazwa na adui yako katika malango yako, mwanamke kati yenu aliye mwororo na laini, ambaye hange hatarisha kwa kuweka wayo wa mguu wake nchi katika umaridadi na ulaini, jicho lake huyo litakuwa ovu juu ya mume wa kifuani mwake, na juu ya mwanawe, na juu ya binti yake, na juu ya mchanga wake atokaye katikati ya miguu yake, na juu ya wanae atakao wazaa, kwa kuwa atawala kwa siri kwa uhitaji wa vitu vyote katika mazingira na mkazo atakaokazwa na adui katika marango yako. Bwana Yesu atuhurumie sana. Bwana Yesu atuhurumie mpendwa. Bwana Yesu atuhurumie mno. Maana katika maneno haya hakuna mwanaume hata mmoja ambaye anaweza kuyakimbia. Hakuna mwanamke hata mmoja ambaye anaweza kuyakimbia wakati ambapo marango yako ya kifamilia yameshambuliwa na adui, wakati ambapo zile kuta zako na fahari yako imeshambuliwa na adui. Hakuna hata mmoja atakaweza kukimbia wakati hii laana inakufuatilia. Bwana Yesu atuhurumie mno. Bwana Yesu atusaidie mno.
Sasa ni nini ambacho ni nini matokeo ya kuzingirwa na adui kwenye haya malango? Tunapoyasoma haya maneno, tunaona ni neno gumu ambalo halitaweza kutokea kwa namna ya uhalisia. Ni kweli unaweza ukasema haiwezekani mwanamke akaweza kumla mtoto mchanga anayetoka katikati ya miguu yake, akamla akamfanya nyama. Hilo ni kweli, unaweza likawa haliwezekani kwa namna iliyo ya kawaida. Lakini katika ulimwengu wa roho ni lazima upate kufahamu matokeo yake, ni matokeo ya kuzingirwa kwa adui katika hali ya uhalisia, ambayo inaonyesha wazi kwamba malango yangu ya kifamilia yamekwisha kuzingirwa, na mimi niweze kusimama ili kuuzima ule moto ambao adui amekwisha kuwasha kwenye malango hayo. Bwana Yesu atuhurumie sana. Neno la kwanza ama matokeo ya kwanza ya kuona kwamba malango yangu yamekwisha kuvamiwa na moto umekwisha kuwashwa, jambo la kwanza, kubadilishwa kwa tabia yako ya asili uliokuwa nayo kwanza. Kwako wewe kama mke, kwako wewe kama mume, kwako wewe kama mtoto, ile tabia yako ya asili uliokuwa nayo inaondolewa. Ulikuwa ni mpole, huyu unakuwa mkali. Ulikuwa na upendo, unakuwa katili. Unageuzwa ile tabia yako ya asili. Ulikuwa ni msikilizaji, unakuwa ni mtu wa vurugu. Ile tabia ya kwanza, matokeo ya kwanza ni kwamba unageuzwa ile tabia yako ya asili. Hivyo kama mume, unapoona mke wako ile tabia yake ya kwanza imebadilika, ujue kwamba malango yako ya kifamilia tayari yamekwisha kuwashwa moto. Na mke vile vile, unapoona mume wako hivyo, ujue malango yamekwisha kuwashwa moto. Hivyo ukae tayari. Bwana Yesu atuhurumie sana. Na maana ya kwamba kubadilishwa tabia, ina maana kwamba ile anakuwa na jicho ovu, hawezi tena kuiangalia familia yake katika sura ya upendo iliyokuwa nayo hapo kwanza. Matokeo ya pili ni kwamba mawazo yako yanageuzwa au mtizamo wako ule wa kwanza unageuzwa. Ulikuwa na mtizamo kwamba kuitengeneza familia yako iwe ya namna ya aina fulani, iwe labda ni familia ambayo haiwezi kupungukiwa chakula nyumbani, iwe ni familia ambayo utaijali sana kwenye afya yake, iwe ni familia ambayo ni njema, ambayo unaitamani, watoto wazuri. Ndivyo ambavyo ulikuwa na mtizamo hapo mwanzo. Lakini ghafla unaanza kuona mbona ile hali niliyokuwa naisikia hapo mwanzo haipo tena. Ule mtizamo nilivyokuwa naitazama familia yangu haupo tena. Nilikuwa natamani watoto wangu wasome wafike mbali. Nilikuwa natamani mke wangu awe ni mwanamke wa aina fulani. Nilikuwa natamani mume wangu awe ni mume wa aina fulani. Lakini ule mtizamo haupo tena ndani yangu. Hivyo ujue kabisa ya kwamba malango yako ya kifamilia tayari yameshatiwa moto. Bwana Yesu atuhurumie. Jambo la tatu, adui atakuondolea roho ya upendo, utii, uvumilivu uliokuwa nayo kwanza. Kama ni mwanamke ulikuwa ni mtii kwa mume wako, ghafla unajiona kwamba hauna utii. Hapa ujue kabisa ya kwamba malango yako ya familia yanachomwa moto. Na kama ni mwanaume, ule upendo uliokuwa unampenda mke wako kwanza umekwisha. Ujue kabisa malango yako ya kifamilia yanachomwa moto na adui. Hivyo uchukue hatua. Na kama ni mtoto, ulikuwa unatakiwa waheshimu, na ulikuwa unawaheshimu kweli kweli wazazi wako, lakini ghafla unajikuta ni mtoto ambaye hausikii, umekuwa ni mtoto ambaye haueleweki. Stuka, fahamu kwamba malango yenu ya familia yenu yamechomwa moto, na hamtabaki katika hali iliyo ya kawaida, kwa sababu neema ile imekwisha kuondoka. Bwana Yesu atuhurumie sana. Na jambo la 4, unavikwa roho ya ukatili wa kupindukia, kiasi cha kuona mtu aliye mbele yako hana thamani tena, kiasi cha kuona yule mke uliokuwa unamuona mbele yako kama ua, uliokuwa unamuona mbele yako kama epo, uliokuwa unamuona mbele yako ni kitu cha thamani mno, yule mume ulikuwa unamuona ni wa thamani mno, wale watoto uliokuwa unaona mbele yako ni wa thamani mno, hautawa
hautawaona wa thamani tena, hautawaona kwamba wanafaa mbele yako tena. Ni kiasi kwamba hata mkigombana na mume wako au mke wako akikwambia unaniua, mimi nina pressure, unamwambia kufa tu, unamwambia kufa, mimi sina hasara. Hata akikwambia mimi naondoka, unamwambia ondoka, mimi sina hasara. Hata mwanamke unamwambia mimi sina hasara ya kuachana na wewe. Ujue kabisa malango yako yanatafunwa, malango yako yanaliwa na moto. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana Yesu atufungue macho. Bwana Yesu akufungue macho mpendwa. Bwana Yesu akufungue macho rafiki.